Jahazi TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi farada alayna shahra Ramadan wa unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan وجعل من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الصائمون، لكم من الله البشرى، ولقد مدحكم الله تعالى وخصكم بهذا الشهر العظيم الذي فيه رحمة والعتق والكفارة، وأجزل لكم الثواب بما تعملونه من قيامه وصيامه. Watukufu Islam, hatunabudi kumshukuru Allah jalla jalali. Hatunabudi kumshukuru Allah kwa neema mbalimbali ambazo lau kama mimi na wewe tukikaa labda na peni na karatasi tuanze kuzilisti hatutozimaliza. Lakini vile vile hatunabudi kumshukuru Allah jalla jalali shukrani za kipekee mno kutuwezesha sisi tukawa ni wenye kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani wa mwaka huu tuliokuwa nao, ikiwa wakati mwingine muda mchache tu nyuma tulikuwa tunavyo vipenzi vyetu, tulikuwa tunao baba zetu, mama zetu, kaka zetu, tulikuwa tukipendana, na katika future zetu tukaona tutashirikiana katika kuufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini Allah kwa mapenzi yake, kwa kadari yake amewachukua. Watukufu Islam, Ramadhani inatuaga, imeanza ama inaisha kama haikuanza. Lakini Ramadhani Waislamu ni kukaa na njaa tu, Ramadhani ni kiu tu, Ramadhani ni kujizuia na yale ambayo yatatufanya tuwe tumefungua. Hasha wa kalla, Ramadhani ni madrasa, almadrasatu lilakhlaq. Ramadhani ni madrasa na ni skuli ambayo skuli hii sisi tunasoma tabia, tunasoma akhlaqi. Manake sisi tutakuja kupata tabia gani ambazo tutaenda kuziendeleza katika miezi mingine isokuwa ya Ramadhani. Ama sasa hivi tutakuwa ni wacha Mungu sana sisi, wasomaji wa Qur'ani wakubwa ni sisi, tutatoa sana Ramadhani. Lakini vipi miezi inayokuja baada ya Ramadhani? Sasa moja katika tabia, ndugu yangu Muislamu, na tabia hii hebu tuichukueni, ekesha twendeni tukaitumie katika miezi mingine isiyokuwa ya Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wasallama pale alipofika Madina, kulikuwa kuna yale makabila yamehasimiana, wanapigana. Mtume akawaambia, afshu salama bainakum, hebu dumisheni amani nyinyi, mambo ya ugomvi sasa wacheni, dumisheni amani. Wasilul arhama, koo zenu ziungeni, msikate koo, msikimbiani. Wa at'imu ta'ama, nalishaneni chakula. Wasallu billaili wan nasu niyam, na usiku salini sana, watu wamelala, nyie amkeni msali.
Sasa Waislamu, mimi nataka tuje kwenye hii wa at'imu ta'ama, lishaneni chakula. Waislamu, kipindi hichi cha mwezi wa Ramadhani, wallahi mitaani huko utasema naam, mashallah, kibakuli cha tambi kitatoka hapa kiende kule, ekesha na nyumba ile kitatoka kibakuli cha miogo kije hapa, ekesha hapa kitatoka kibakuli cha marage kiende kule, na kule kitatoka kibakuli cha njugu mawe kirudi hapa. Sasa kumbe maskini ya Mungu, hii movement hii ambayo tunaifanya Ramadhani sio ya Ramadhani tu, hii Ramadhani tuzidishe. Lakini hasa kulishana chakula ni jambo ambalo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kalitaka na kalihimiza. Ndio maana siku moja msikitini, shekhi tena anaambiwa ni mwanaume sio mwanamke, Mtume anamwambia Abu Dharri, ya Aba Dharri, Aba Dharri, wewe idha tabakhta mirkata, utakapopika mchuzi wako, fa akthir maaha, zidisha maji ya huo mchuzi. Ya Rasulullah, nikipika mchuzi nizidishe maji ya mchuzi wako? Ambia naam. Kwa nini? Anamwambia wataahad jiranak, ili na jirani yako huu mchuzi aupate. Hadithi hii Mtume anamwambia Abu Dharri, wala si Ramadhani, kuonesha kwamba Mtume anataka watu walishane chakula. Na hii imekuja mchuzi tu, bali utakapopika wali, kama wewe unashiba kilo moja, basi hebu ongeza japo robo kilo, ili na jirani yako apate kurambaramba kidogo. Utakapopika ndizi, wewe unashiba chana moja, basi ongeza japo nusu, ili na jirani yako apate kidogo. Lakini Waislamu, tuulizane, na hili jukumu tulipewa sisi wanaume. Hata kama hatupiki, lakini vile tukienda sokoni, mke wangu, nimekuletea ndizi hizi, basi hebu hakikisha na mama fulani jirani yako unampelekea kidogo. Waislamu, tunafanya hivyo? Nani katika sisi ambaye hakubali wala haridhiki kikapikwa kitakachopikwa katika nyumba yake, bali na jirani yake atapata? Hakuna. Kama wapo basi ni wachache. Kwa hivyo, watukufu wa Islamu, katika tabia ambayo tunayo sisi mwezi wa Ramadhani ya kulishana chakula, kapika hichi kakuletea, na wewe ukapika kile ukamletea, basi Waislamu, tabia hii tuichukueni, tuiendeleze, twende tukaitumie katika miezi isokuwa ya Ramadhani. Lakini pia sio lazima upike. Wewe utakuwa una uwezo, wewe una schedule, timetable, kuanzia Ramadhani ya kwanza mpaka Ramadhani ya mwisho, unajua unakula nini. Ushaenda kufanya shopping, umeweka vitu stock nyumbani kwako, tangu Ramadhani ya mwanzo mpaka ya mwisho. Mtu anajua mimi Ramadhani hii nitakula hichi, nitakula kile, nitakula kile. Sasa walillahi alhamdu, hiyo ni neema kwa Allah kakupa, lakini swali la msingi, umewafikiria na wengine? Umeshafikiria kwamba kuna pahala mtu yuwafunga, maskini ya Mungu, hajui ataftari nini, na ndo kafunga huyo, lakini itafika pahala atafungua, labda kapata ni kikombe cha uji, anataka daku, wallahi hajui daku yake itakuwa ni nini. Lakini mimi na wewe tuna schedule, tuna timetable, tunajua Ramadhani moja hadi nyingine tutakula nini. Lakini maskini ya Mungu, kumbe kuna pahala mtu akilala, lile tumbo lake analisokota na kulifunga kwa njaa kali ambayo imemzonga ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini kibaya zaidi, watukufu wa Islamu, ni pale ambapo utakula utashiba wewe, katika dustbin yako ukienda, vyakula vyote
vimemwagwa katika dustbin. Ndo Mtume akasema, hajaniamini katika imani iliyokuwa thabit. Nani ya Rasulullah? Man bata shab'ana, atakayekula akashiba, wajaruhu jai'un, na jirani yake ana njaa, wa huwa ya'lam, na yeye akawa anajua kama jirani yangu mimi huyu madhal hapa kufuka moshi, hapajapikwa. Sawa, tunaweza tukapata uchochoro tukasema sasa si tunaishi kama hivi, mashallah, kila mtu ana nyumba yake, geti kali, mtajuaje hali ya mwingine? Watu wenye hali duni Waislamu wapo, na sio lazima watu tafute sisi, bali wewe kama una uwezo, basi ni jukumu lako la kwenda kumtafuta ndugu yako Muislamu mwenye hali ngumu, ukampelekea japo nusu kilo ya unga wa ngano. Si lazima aje kukuomba, as long as unajua kabisa mashallah najimudu na uwezo, basi lazima ukae ufikirie wengine. Ndo alivyokuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watukufu wa Islam, Mtume anasema hajaamini yule ambaye atakula akashiba ilhali majirani zake wana njaa, wa huwa ya'lam, na yeye anajua kabisa wale wana njaa, lakini asipeleke chochote. Nenda katika stoku yake, there is each and everything, kila kitu kipo. Kafungue friji lake, wallahi kula kila aina ya vinywaji. Nenda kafungue friza lake, kula kila aina ya kitoweo. Lakini kuna mwingine kule, maskini ya Mungu, ana njaa, anatapatapa. Watukufu Islam, Sayyida Khadija binti Khuwailid, mke wa kwanza wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuwaipo kudiriki kufunga Ramadhani hata moja. Mke wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Sayyida Khadija binti Khuwailid, hakudiriki Ramadhani hata moja. Lakini alikuwa na kawaida ya kulisha chakula, na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama kalishwa chakula na Sayyida Khadija binti Khuwailid. Siku moja Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama yuko katika lile jabali, Jabal Hira, njaa inamsokota Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, siku za mwanzo kabla ya kupewa utume. Mtume sallallahu alayhi wasallama akiwa na njaa kali, akiwa na kiu kikali katika lile pango, Sayyidina Jibril anakuja kumliwaza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama. Sayyidina Jibril akifika anamwambia Mtume, ya Rasulullah, Mtume wa Allah, wewe, hadhihi Khadijatun, hivi sasa namuona Sayyida Khadija anakuja hapa ulipo ya Rasulullah, lakini sio kuja tu, tahmilu ilaika ta'aman. Sayyida Khadija amekubebea chakula. Sayyida Khadija kapika, kaandaa chakula, sasa anakuletea chakula na wewe utakula, utafarijika. Akifika Sayyida Khadija, faqra laha salam, mpe salamu Sayyida Khadija, msalimie Sayyida Khadija, mwambie atakapokuuliza salamu zinatoka wapi, assalamu min rabbiha, salamu hizi zinatoka kwa Allah jalla jalal. Can you imagine, ndugu yangu Muislamu, mtu ambaye hakufunga Ramadhani hata moja. Leo sisi tuna Ramadhani ngapi tulizozifunga? Can you imagine mtu ambaye aya za kufaradhishwa funga zinashuka tayari kisha kufa, mwaka wa pili hijiria tayari Mtume kisha hama kenda zake Madina, ndo aya kule zinashuka. Sayyida Khadija ashakufa zamani, lakini anaambiwa hizi salamu na kusalimia Allah jalla jalal. Mtu ambaye hakuhiji
Mimi na wewe wakati mwingine tumeshaenda Maka kuhiji, lakini Sayyida Khadija hakuhiji kama tunavyoenda kuhiji sisi, lakini anaambiwa salamu zinatoka kwa Allah. Lakini sio tu kwa Allah, wa minni salam, na kutoka kwangu mwambie namsalimia sana Sayyida Khadija. Lakini kubwa lililonileta kwa juhudi yake Sayyida Khadija, kwa kujitoa kwake Sayyida Khadija, wabashirha bibaitin fil janna, akifika Sayyida Khadija hapa mbashirie pepo, mwambie kwa Allah jalla jalal kuna pepo kwa ajili yake, asiwe na wasiwasi. Sayyida Khadija asubiri kuingia katika pepo ya Allah jalla jalal. Sasa Waislamu, Sayyida Khadija tunajua alikuwa ni multimillionaire, alikuwa ni mwanamke mwenye pesa nyingi, lakini wallahi pesa zake zote kazitumia kwa ajili ya Allah jalla jalal. Kwa nini sasa na wewe usiseme kwamba na mimi Ramadhani hii nafunga safari, naenda kuwatembelea ndugu zangu kule shamba, wako wenye hali mbaya, kwa bajeti yangu ya 200,000 japo watu 5 nitawapata na nitawapa sadaka hii wapate na wewe na wao kufutari. Kama hichi ndo kitu ambacho kinampeleka Sayyida Khadija peponi, mimi na wewe tunashindwa nini ndugu zangu watukufu Waislamu kutumia kile ambacho Allah ametujalia? Mimi na wewe tunashindwa nini ndugu zangu watukufu Waislamu kutumia fedha zetu, kutumia mali zetu na kuwasapoti na kuwasaidia wale watu wenye hali? Waislamu, kuna wajane wangapi katika mitaa inayotuzunguka? Kuna mayatima wangapi katika mitaa inayotuzunguka? Kweli Waislamu uishie tu kwamba sisi alhamdulillah tunaftari, tunashiba vizuri, tunakuja kusali, siku imeisha, kesho tuje tunafutari, tunakuja kusali, siku hasha wakalla. Waislamu, hakuna kitu kizuri katika haya maisha ya dunia kama utakaa ndugu yangu Muislamu na kuwafikiria wale ambao hali zao ni duni. Mtume siku moja amekaa na masahaba zake, lakini walikuwa ni wale ahlu sufa. Hata kipindi cha Mtume kulikuwa kuna mafukara, tena kulikuwa kuna maskini kuliko maskini wa sasa hivi tunasema. Kipindi cha Mtume kulikuwa kuna maskini ambao mpaka wakapewa jina, wakawa wanakaa pahala pakiitwa sufa, kwa hiyo wakawa wanajulikana kama ni ahlu sufa. Sasa siku moja Mtume kakaa nao masahaba zake, anazungumza nao, wakaja wale majabari wakijiita, wakaja wale waheshimiwa, wakaja watu wenye fedha zao. Wakifika pale wanamkuta Mtume kakaa na watu madhaifu, watu wanyonge. Wakaambia Bwana Mtume Muhammad bin Abdullah, ala yuudhika rihu haula, hivi wewe Muhammad unakaa na hawa? Tizama sisi tuko distance kidogo, tunasikia harufu ya kwapa zao, lakini wewe uko nao zero distance, upo nao karibu. Hivi harufu za kwapa zao hao hawazikukeri? Wewe huwezi kupata mafua kutokana na harufu za kwapa za hao watu wako uliokaa nao hapo? Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia na akatuambia na sisi Waislamu wa Zanzibar, innama tunsaruna waturzaquna illa biduafaikum, nyinyi kama mnataka nusura ya Allah, kama mnataka riziki za Allah, basi hampati vyote hivyo isipokuwa ni kwa sababu ya hawa wanyonge na madhaifu wanaokuzungukeni huko mitaani mwenu. Hadithi ya Mtume inatutaka kama unataka Allah kufungulie milango yako ya riziki, kama unataka nusura ya Allah kwa yale magumu na mazito yanayokutanza katika maisha yako, basi Mtume anasema mkamate mnyonge, tafuta mnyonge popote halipo, mwambie mimi nimekuja kukufariji. Na Waislamu wanyonge tunao,
watu wenye hali duni wamejaa tele, lakini wakatizamwe na nani? Hivi kweli Bwana Mtume atarudi tena ili aje awe pamoja tena na wanyonge? Ashawakalla. Sisi ambao tunasema sisi ni watu Waislamu, sisi ambao tunasema tunapata sunna za Mtume, sisi ndo tuwatizame wanyonge. Na Waislamu, kama kuna sunna kubwa, kama kuna sunna nzito ya kuizungumza kila pahala, ya kuifanya kila pahala, basi Waislamu ni sunna hii ya kuwalisha maskini, ni sunna hii ya kuwakamata mikono wasiojiweza. Sasa Waislamu, sasa siku moja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira ndo katika wale ahlu sufa, njaa kali siku moja imempata, akatoka kana kwamba akawa anauliza wale wenzake wanaotoka msikitini, ya Faruk, ma maana hadhihi alaya, hii aya ina maana gani bwana, nikumbushe, nimesahau. Sasa wewe Abu Huraira, kwani Mtume alivyokuwa akisomesha hii maana ya hii aya wewe ulikuwepo wapi? Mbona nilikuona? Anasema nimesahau bwana, nifahamishe. Anaambia maanaha kadha wa kadha, maana ya hiyo haya ni hivi na hivi. Kisha anaondoka. Akaja mwingine maskini ya Mungu pale, Abu Huraira anauliza, mwana, hii aya inamaanisha nini? Ambia aya hii maana yake ni hivi na hivi. Kisha akaondoka. Lakini akaja Sayyidina Umar akamwambia maanaha kadha wa kadha, hiyo aya maana yake ni hivi na hivi, lakini kwa kweli mie mpaka sasa nyumbani hakuna ratiba yoyote ya chakula. Kana kwamba Sayyidina Umar alimjua Abu Huraira kilichomweka pale muda ule sio maana ya aya. Ashawakalla, kilichomweka pale ni njaa kali. Watukufu wa Islamu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatoka msikitini, kamkuta Abu Huraira kasimama pale, kaambia Abu Huraira, just follow me, ibni fate, chana na hicho unachokifanya sasa hivi, tenzetu huku. Abu Huraira akapata mudi, akapata energy, sema ya Rasulullah, nikufuate? Naam, nifuate. Basi kama nikufuate Mtume sasa hivi mimi sina wasiwasi. Abu Huraira akapata energy kuona kwamba kama Mtume anataka nimpate na mida yenyewe ndo hii, basi mimi nitapata chochote kitu. Watukufu wa Islamu, wakaongozana. Mtume sallallahu alayhi wasallam kafika pahala moja katika nyumba, akapewa chombo kina maziwa. Akipewa kile chombo kina maziwa mfano wa glasi, lakini haikuwa glasi wanavyosema ulama, ni chombo, lakini chombo kile kilikuwa kina maziwa. Na ukisoma ndugu yangu Muislamu, katika miongoni ya miujiza ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama alioifanya, utapata ni huwa chakula kukithiri, yani chakula kidogo alafu kikatosheleza kwa watu wengi. Sasa alipopewa kile kikombe cha maziwa, Abu Huraira kafurahi, alhamdulillah, shapata maziwa hapa. Kana kwamba anakinga mikono sasa kwa Mtume, namna ile njaa inapomsokota, anakinga mkono kwa Mtume, labda Mtume ampe aanze kunywa yeye. Lakini tizama watukufu wa Islamu, Mtume sallallahu alayhi wasallama anamwambia, ya Aba Hirra, Abu Huraira, idhhabu ila ahli sufa, nataka utoke hapa, nenda kwa watu wa Sufa kule kwa wenzako, wad'uuhum, waambie na waita. Abu Huraira akakata tamaa, yani hichi kikombe hichi maziwa haya nikaite na zile njemba watu zaidi ya 5, niende nikawaite na wale. Akaona hapa sasa pashakuwa pazito,
Waislamu, kitu cha kwanza tunataka tusome hapa, kumbe sio wale wasiokuwa na uwezo, sio wale masikini, sio wale madhaifu ndo watutafute sisi manake sio wale ndo watutafute sisi waje kutuomba kwamba bwana, leo nisaidie iftari sina, bwana, leo nisaidie mambo yangu mabaya. Hasha wakalla, Mtume aliwatafuta wao. Naambia idhabu ila ahli sufa, nenda kwa watu wa Sufa, waduuhum, waambie kama nawaita. Abu Huraira safari akaenda mpaka walipo watu wa Sufa, ambia jamani, inna Rasulullah, Mtume wa Allah, yad'uukum, anakuiteni jamani, kule kuna nusra, twendeni. Wakafunga safari, wakatoka, wakaenda mpaka kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakifika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwita Abu Huraira, njoo. Abu Huraira akisogea akapewa kile chombo chenye maziwa, akawa ameshaya target akitaka kuyanywa, lakini Mtume anamwambia, sikiliza wewe, isqihim ya Aba Hirra, wanyweshe hao wenzako, wewe kwanza subiri, wanyweshe hao. Abu Huraira akawa anahesabu tu mikono inayopokea kile chombo, kanywa wa kwanza, maliza, akaenda kwa mwingine, kanywa, akamaliza, akaenda kwa mwingine, kanywa, akamaliza. Abu Huraira mate tu yana. Watukufu wa Islamu, mpaka wakamaliza wale wote. Wakimaliza, Mtume akamwambia, bakia ana wa anta ya Aba Hirra, sasa nimebakia mimi na wewe, sasa nakutaka wewe kunywa. Jambo la pili, Waislamu muhimu, sisi ni mahadim kwa wengine, na Mtume kisha sema, alkhadimu nnas sa'id, wale watakaokuwa ndo watu wanao provide services, ndo watu wanaotoa huduma kwa wengine, sio watu kwanza wa kujitizama wao, sio watu kwanza wa kuhakikisha kwamba wao wameshapeki wakapeki tena na tena, hasha wakalla, bali sisi kwanza tuwahudumie wale, kisha wale wakisha kuwa satisfied, and then ndo sisi sasa tupate ile huduma. Lakini zama hizi Waislamu tunafanya hivyo? Zama hizi kwanza mtu yuwajitizama mwenyewe, na ndo maana mimi na wewe tulipoenda kununua vitu vya iftari na mambo mengine, hazikutupitikia kwamba kuna fulani naye anataka iftari, shawakalla. Kwanza tulikuwa tunajitizama sisi, tumeshahakikisha tumeshapeki vitu vyote, hapo sasa na mambo mengine yaendelee. Lakini wallahi bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama maziwa yale kayapokea, maziwa kayatunza, mpaka Abu Huraira anaenda kule anawaita, maziwa yapo salama, mpaka wanakunywa wote wanatosheka. Mtume sallallahu alayhi wasallama naye ndo anayachukua. Kwa hiyo watukufu wa Islamu, kulisha chakula, kuwakumbuka wengine ni moja katika jambo muhimu sana. Usilale wewe wala usikubali kulala hali ya kuwa kuna wengine kule wanasafa, kuna wengine kule wanapata tabu, hasha wakalla. Waislamu tutesekeni sasa hivi, wanasema tuzikandamize nafsi zetu sasa hivi, tujikubalishe sisi kukosa, lakini wapate wengine. Wallahi haya tutakuja kuona manufaa yake na faida zake. Watukufu wa Islamu, mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wenye neema nyingi, na kama tulivyozungumza, mwezi huu watukufu wa Islamu sio tu kushindana kiu, sio tu kukaa na njaa, hasha wakalla. Mwezi huu watukufu wa Islamu, hebu tuzitafuteni wanasema akhlaq, tuzitafuteni tabia, tusafiri nazo, tutoke nazo katika huu mwezi wa Ramadhani, kesha tukaishi nazo katika miezi mingine ambayo isokuwa ya Ramadhani.
Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yaqulu as-siyam wal Qur'an, as-siyam wal Qur'an yushfa'ani lil'abdi yawm al-qiyamah. Hivi vitu viwili ambavyo sambamba tunavyo katika mwezi wa Ramadhani. Saumu tunayo, Qur'ani tunayo, ndio imeshuka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa Mtume anasema vitu viwili hivi vitasimama siku ya Kiyama kukuombea shifa. Atakuja saumu mbele ya Mola wake, saumu imbembeleze Allah, saumu inamwambia Allah, ya Rabbi, namuombea shifa mja wako huyu kasimama mbele yake, manatuhu min at-ta'ami wash-shahawat, ya Rabbi, mja wako huyu mimi nilimzuilia kutokana na matamanio yake. Mja wako huyu aliosimama mbele yako nilimzuia kutokamana na chakula chake. Huyu alikuwa na uwezo wa kukaa ndani pale, kilipomkamata kiu kikali, akafungua friji kidogo, akachukua maji ya baridi, akasema acha niiregeze kidogo, akanywa. Alikuwa na uwezo huyu wa kunywa maji, lakini mimi saumu nilimzuia. Manatuhu minash shahawati, ya Rabbi, mja wako huyu alipata ugazi, alipata hisia kali za kutaka kumwendea mkewe saa 4 asubuhi, hamu zilimwijia, lakini nikamwambia we, mimi nakuzuia, subiri mpaka ifike mida ya kuftari ndio ufanye hayo mambo. Ya Rabbi, nakuomba ya Allah, mpe shifa yako siku hii ngumu, mjalie ni katika wale watakaoingia katika pepo yako ya Rabbi. Hiyo ni saumu inasimama mbele ya Allah jalla jalal na kututaka sisi ama na kututakia shifa. Na Qur'ani itakuja imbembeleze Allah, ya Rabbi, mja wako huyu alikesha usiku akinisoma mimi Qur'ani, mja wako huyu alikaa kitako ya Rabbi akanisoma mimi kuanzia juzu ya mwanzo mpaka ya mwisho kahitimisha. Ya Rabbi, namuombea shifa huyu. Lakini watukufu wa Islamu, ni saumu gani itakayokuja kumuombea shifa mja siku ya Kiyama? Ni Qur'ani gani itakayokuja kumuombea shifa mja siku ya Kiyama? Watukufu wa Islamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema msomaji wa kweli wa Qur'ani yule ambaye katika kila herufi atapata thawabu. Msomaji wa kweli wa Qur'ani yule ambaye Qur'ani hii ndio itakayokuja kusimama siku ya Kiyama imuombee shifa. Man ni yule ambaye ataisoma Qur'ani fayaqumu bihi ana al-laili wan-nahar, ekesha akasimama na ile Qur'ani usiku na mchana. Huyu ndo mja ambaye Qur'ani siku ya Kiyama itamtakia shifa. Sasa Waislamu, tujiulizeni tena, mimi na wewe, siku ya Kiyama Qur'ani itakuja kututakia shifa? Sisi ni wale ambao tukisoma Qur'ani ina sakuleti katika damu yetu? Sisi ni wale ambao tukisoma Qur'ani, Mtume anasema wayuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu. Msomaji wa kweli ni yule ambaye atahalalisha kilichohalalishwa na Qur'ani, wa yuharrimu haramahu, na ataharamisha kilichoharamishwa na Qur'ani. Huyu ndo msomaji wa kweli wa Qur'ani.
Sasa ndugu zangu watukufu wa Islamu, tujiulizeni wazee wangu, na sisi tutaingia katika listi ya watakao kuja kutakiwa shifa siku ya Kiyama? Sio ile Qur'ani iliyotukataza zinaa, lakini tumeshamaliza loji zote za Unguja. Allah anasema msikurubie zinaa, lakini wallahi loji zote za Unguja tushamaliza, tena kwa wake za watu. Sisi si ndo wale ambao Allah anasema wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah anatutaka tuwafanyie wema wazee wetu, lakini sisi si ndo wale ambao tumewatupa wazee wetu, hatujui hali zao. Sisi tuko mjini, masha Allah, tunakula, tunashiba, tunavaa, tunapendeza, lakini wazee wetu kule shamba wanadhalilika. Si ndo sisi? Ndo Mtume akasema rubba qari'un, huenda mtu kakaa anasoma Qur'ani wa huwa yal'anu, kumbe maskini ya Mungu ile Qur'ani inamlaani. Umekaa unasoma Qur'ani, wala tushriku billahi shay'an, simshirikishe Allah na chochote, lakini maskini ya Mungu hujauzeshapo wewe mpaka uende kwa waganga. Hakuna business yoyote ambayo unaifanya bali lazima juu pale kuna tunguri kama kitabu. Tunguri limetega, kisha unarudi unasoma ile Qur'ani, manake hapa utakuwa unalaanika. Qur'ani hii siku ya Kiyama haito kutakia shifa mbele ya Allah. Yani ni mfano wa sadaka. Hata sadaka Waislamu tunavotoa, kuna namna tunatoa sadaka lakini ndo tunapolaaniwa. Yani unatoa sadaka, unajua Mungu ameshasema nikitoa moja nitapata ngapi, maskini ya Mungu, kumbe unatoa ndo pale unapolaaniwa. Kwa sababu gani? Kila siku hushuka malaika wawili, mmoja anaomba dua, anasema Allahumma ati mumtikan khalafa, ya Rabbi, tizama mja wako huyu ametoa shilingi 1000, hana uwezo wa kutoa zaidi ya hiyo shilingi 1000. Ya Rabbi, tunakuomba mpe badali ya hichi alichokitoa. Dua ile inakuwa marufuu, inakuwa accepted, inakubalika mbele ya Allah, kwa sababu walioomba ni malaika, na malaika la yaasuna Allah, hawamuasi Allah. Kwa hiyo dua inakubalika mbele ya Allah jalla jalal. Lakini kuna yule mwingine ambaye wallahi ana mapesa tele, na hata hivyo akitaka kutoa lazima kwanza umpe chansi, lazima umpe faragha kidogo. Hataki wakati wa kutoa aonekane. Mimi huwa nawaita wachambuzi. Ya utampata kaingiza mkono mfukoni, labda msikitini kuna mchango, wakati mwingine mtu anataka kitu, kaingiza mkono mfukoni, yeye atakuwa anachambua tu mfukoni, anachambua, hata akiipata ni shilingi 500 ndo anaitia katika kapu, kana kwamba 500 imejificha kwenye noti. Iko wapi? Kaitafuta, mchambuzi alipoitafuta ndo akaiweka pale. Sasa wewe una uwezo wa kutoa, wewe una uwezo wa kutoa tele kwa tele, lakini umeenda kuitafuta 200, umeenda kuitafuta 500, out of 1 million, out of 2 millions. Yuko malaika, ndugu yangu Muislamu, wala usisahau, yeye anasema waati mumsikan talafa, ya Rabbi, tizama huyu mja wako ana mapesa tele, lakini kafanya ubakhili huyu, kaenda kuitafuta ile ndogo kabisa, akaona ndo akupe. Ya Allah, ya Rabbi, mpe maangamizi katika kile alichokificha. Ndo utasikia pesa zimetafunwa na panya, zina hali mbaya huko benki, kazipeleka zile details ambazo zinahitajika benki, hizo pesa hazina.
Kama sio laana ni nini hiyo, ndugu yangu Muislamu? Yani pesa imetafunwa na panya, mpaka zile details ambazo kule benki ukipeleka wanatizama, kuna nambari fulani tunazitaka, hazipo, nakwambia hii hatuitaki. Sasa wewe pesa zako zimetafunwa na panya, mpaka zile details ambazo zinatakiwa kule hazipo. Ushakaa ukajiuliza, ndugu yangu Muislamu. Kwa hivyo funga ina namna yake ili kutakie shifa siku ya Kiyama. Hata na saumu ina namna yake, ina malezi yake ili kutakie shifa siku ya Kiyama. Hata na swala, tusione tunasali. Kuna watu hupigwa na zile sala zao, lakini wao wakimaliza kusali huona wameshamaliza, wanapangusa vumbi, wakati mwingine wampangusa, alafu hao sisi tutaenda katika firdausil aala. Kumbe maskini ya Mungu zamani ile swala yake imekunjwa kunjwa, akatupiwa nayo. Kwa hiyo hata na sadaka tutakapotaka kuzitoa, tumeonyesha Sayyida Khadija binti Khuwailid ni mwanamke tajiri, ni mwanamke aliyokuwa na mapesa tele, lakini hakukubali, bali mali yake aliitumia kwa ajili ya Allah jalla jalal. Yani ilifika pahala masahaba wakashindwa kustahamili, wakamuuliza Sayyida Aisha radhiyallahu anha, Sayyida Aisha ummul mu'minin, lima tumissikina dirhaman, kwa nini Sayyida Aisha wewe kwanza ukitaka kutoa dirham zako, ukitaka kutoa sadaka zako, kwanza unazitia miski, zinanukia, ndo unatoa? Kwa nini tu ilikuwa usitie mkono mfukoni ukatoa zile pesa ukaweka pale? Kwa nini paka uanze kuzitia miski zinukie ndo unatoa, eti unatoa sadaka? Kwani ukitoa hivi hivi tu bila kutia miski sio sadaka? Jahazi TV.